Jamani. Mwenye nyumba ipo hapo nje, anataka hela yake ya kodi. Haya bidada, kama unavyosikia. Mwenye nyumba anataka pesa yake. Rafiki yangu mimi sina hela. Dada, nimekuchoka. Hivi wewe umetoka huko kwenu umekuja huku, unajua maisha marahisi sana Ndio? Unaona watu dada tunaishi vizuri. Au unaona huko watu mitano wanaishi vizuri Alafu, ninapoongea naye mbona kaa kimya? Mimi nitasema nini? Mimi sina hela. Si unajua mimi nimekuja jana tu hapa. Haya. Binadamu mwenyewe. Fanya uondoke. Faidu jamani, ndio tumefikia huko. Yaani umefikia huko kumfuza dada wa watu kweli. Na unajua hana hata pa kwenda. Kumbuka huyu ni binadamu kama wewe. Usimtendee hivyo. Leo kwake kesho kwako. Yaani kama binadamu ndio huu. Na mikono. Siwezi. Basi kama ndio hivyo, mimi nipo tayari kutoa msingi wangu kukusaidia. Yaani una akili kabisa Yaani umetoka kwenu kijijini, umekuja da kutafuta maisha. Alafu na kazi kila siku unamsaidia huyo. Hivi una akili kweli wewe? Haya utajua mwenyewe. Ndio maisha yangu. Mama na dada. Mimi kaka. Naomba mnisikilize kwa makini sana. Wakati tuko shamba kule mimi na rafiki yangu, kuna mdada alipita. Mdada ambao muonekano wake unaonekana mdada ambao mwenye taazima, mdada mwenye heshima zake. Kwa kweli mimi nilitoka kuvutia naye sana. Na pia nimemuulizia rafiki yangu sifa alizonipa, yeye anamfahamu mpaka familia yake. Kwa hiyo yeye mwenyewe ni rafiki yangu, nimempa jukumu awe mshenga wangu. Kwa hiyo ninachomaanisha anahitaji kuoa sasa. Unamaanisha kuwa umepata mchumba, si ndio? Kabisa. Yaani kwa hapo namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kila siku nilikuwa nikilala dua langu yaani ni wewe kupata mke. Sasa naona leo umenisuuza moyo wangu. Dua langu Mwenyezi Mungu amelipokea. Labda mimi niseme nikutakie kila laheri kwa uamuzi uliofanya. Mwenyezi Mungu akunyoshee kila jambo lifike salama hapo utakapotaka kuliweka. Asante mama. Yaani hapo kaka unamaanisha unapata mchumba? Kabisa. Mchumba kweli, sio ikaja kwa msebule hiha. Kwa kweli labda unajua asili ya binadamu, Mungu labda kumbadilisha hapo baadaye, lakini kwa kweli kwa sifa nilizozipata na kwa muonekano, unajua kuna mtu mwingine inawezekana muonekano tu ule ukamwangalia akajificha kitu fulani, lakini kuna mwingine hata ukimwangalia unajua kabisa huyu hata kubadilika kwake inakuwa ngumu sana. Yaani yule mdada kama kweli nitafanikiwa, yaani moyo wangu utafurahi. Sawa. Si kama alivyosema mama kwamba jambo hili tumachie Mungu, kwa sababu ni jambo la heri, na kitu ambacho tunamshukuru Mungu ni kwamba kwanza ana watoto. Wewe unaogopa kwa watoto? Yaani kiufupi yule bado hakuwahi kuolewa na hana mtu kusema labda anaishi na mtu. Yaani hana mtoto. Kama ataolewa ndo yangu mimi ndio kipando yake ya kwanza. Sasa jambo la kumshukuru Mungu. Inshallah. Na Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Jambo hili likamilike. Sisi tumempokea japo hajafika. Na mimi nilikuwa nahitaji pate mkwe. Naona sasa Mwenyezi Mungu kalileta jambo langu niliokuwa nalihitaji. Na pia nilikuwa nahitaji mjukuu.
naombeni msaada. Naombeni mnisaidie. Naombeni mnisaidie. Naomba unisaidie rafiki yangu. Angalau unipeleke hata hospitali. Rafiki yangu, naomba angalau nipeleke hospitali. Asubuhi yote hii nisiende kufanya biashara na kuangalia wewe hapa. Umwa mpaka ufe. Nisaidie. Rafiki yangu, nilikwambia lakini tulia na mume wako ukamsikiza huyo shoga yako. Cheki hapa alipokupita, unamwomba msaada akusaidie, ndio kwanza nakuangalia. Leo umelala hapo chini unauma. Naomba unisaidie rafiki yangu. Angalau uende ukamwite Jivan aje anipeleke hospitali. Angalau akikataa basi niache nife. Kwanza nitamwanzaje mimi na mtu mwenyewe hata simfahamu, wala anapoishi kwenyewe sipafahamu. Naomba unisaidie rafiki yangu. Nitakuelekeza utaenda. Naomba unisaidie kwenda kumwita tu Jivan aje. Basi sawa. Kwa hiyo huyo Pendo nakukuagiza yeye au kwa msaada kwangu, si ndio? Ndio. Nikwambie kitu. Mwambie huyo Pendo wako huyo. Simpendi, simtaki na wala simuhitaji katika maisha yangu. Na tena siku nyingine ukija kuniulizia habari za Pendo hapa, nitakuja kukuzaba mabao. Sawa? Tena ukienda huko mwambie kabisa. Sio kuumwa tu. Ikiwezekana hata kufa afe. Hafe moja kwa moja. Toka. Shemeji jamani, mimi simekuja tu kwa nia nzuri. Kwa hiyo kama umekuja kwa nia nzuri, hiyo nia nzuri hiyo. Wewe unajua nia nzuri kwako wewe. Yule mwenyewe kwako sio mzuri. Naomba uondoke. Kabla sijakuumbua na wewe. Toka! Heri dada. Maana huyu nimekuja nasikia Pendo, alafu anakufukuza. Tatizo nini? Ujue bwana. Unamjua Pendo yule Pendo. Ndio. Ambaye alikuwa mke wangu mimi. Sasa sijui amepatwa na matatizo gani huko, sijui anaumwa, sijui ana matatizo gani yani. Anakuja ananiletea shida zao mimi hapa. Wewe mwenyewe unamjua alivyokuwa mkorofi yule mwanamke. Alafu wewe dada wewe, nimekwambia ondoka. Punguza hasira. Hivi jifikirie kitu kimoja. Kuna watu wangapi hapa? Hajawaona, amekuona wewe. Ina maana anajua wewe ndio msaada wake pekee. Alafu kingine yule ni mkeo, hujampa talaka wewe. Bado anahitaji msaada kwako na unaweza kumsaidia. Hakuna binadamu anayekosa kukosea, hakuna. Dada, wewe nenda. Mimi nitaongea naye, tutakuja huko. Si umeelewa? Nenda kamwambie kapata msaada. Pole sana. Lakini bosi, asila ifai. Sikiliza, jiandae tuondoke. Sawa? Basi ngoja nifunge basi. Miki. Mbona mpaka sasa hivi rafiki yako hajafika? Na mimi hapa ndo lengo, nikitoka na hapa nimpitie mwenzangu kule ili tuondoke wote pamoja. Sababu yeye kaniambia nimpitie kule. Kwa hiyo wewe ndo unatoka hapo unamfuata, sio yeye ndo anakuja huko? Hapana. Mimi ndo nampitia. Sawa, labda mimi nikutakie tu kila la heri kwa jambo lenu mnaoenda kulifanya huko. Ndio.
chochote mtakachokipewa huko, basi mtakuja kunipa mrejesho. Basi mama, mimi nashukuru. Maana hata dada jana alizungumza na itaka kwenda, nikamwambia hamna, kupeleka posa tu hivyo, ni tunaenda vitu wadogo kwa sababu tunapeleka tu na siku za shughuli, tunamjua tena. Nikamwambia siku hiyo ikishatimia utaenda, hamna shida. Nataka nenda kama wifi yangu, sana najua kula kienda tu tena kama wifi yake. Nikamwambia leo halina shida, acha tu sisi tuende. Sawa, lakini unajua mimi kila jambo lazima mshirikishe Mwenyezi Mungu. Amen. Kweli. Huwezi ukafanya jambo bila kumshirikisha Mungu. Sawa mama. Ukimshirikisha Mungu, basi kila jambo unalotaka kulifanya linanyooka kabisa. Kila laheri. Amen. Safari yenu. Amen. Kila kitu kinyooke. Amen. Mimi nashukuru mamangu kwa madua yako, na najua kabisa kwa uwezo wa Allah swala litaisha salama tu. Basi nikutakie kila laheri mwanangu kwa jambo lako utakaloenda kulifanya. Amen. Basi mimi niende. Haya, asante. Naomba unga nusu. Sho, vipi kuhusu ombi langu? Ng'ombe gani? Sho, unataka kuniambia umesahau? Kwani wewe kaka, hujui kukataliwa? Kwani si nilikwambia niko na mahusiano yangu na nayaheshimu? Mimi ni mke wa mtu. Naomba chini changu niondoke. Lakini Sho, tambua hata mimi nakupenda. Hivi ni wanawake wangapi nimeacha lakini nimekupata wewe? Kwani wewe kaka, hiki kijiji chote wanawake hujaona mwenye na mimi tu? Kuna wanawake wadogo katika hiki kijiji? Kwa nini mimi? Shika pesa. Mbona sana unanirudishia hela? Hapana Sho. Hiyo nimefanya kwa ajili ya upendo wangu tu kwako. Unajua jinsi gani mimi ninavyokupenda wewe Sho. Hivi kaka uelewe. Kwa hiyo umesikia mimi nimekuja kuchukua hapa vitu bure. Basi kama utaki unarudishia hela yangu songa hapo. Namba DS. Wala kuambia ndani kuna juisi na. Hizo nini sasa? Maduka mengine sale nenda maduka mengine si hapo mpaka hapa juisi hapa hamna umeme hamna kwanza hapo umeme katika. Acha makasiriko boy. Wewe bwege makasiriko unayajua wewe. Nenda zako sasa basi. Wewe vipi? Napangiana masharti ya kuuza wewe vipi? We vipi? Sho. Vipi? Nipe nini Sho? Hivi Sho, unataka nisemeje labda ujue mimi nakupenda? Sho, elewa basi mimi nakupenda. Jaribu kuelewa basi hisia zangu kwako. Nimeshakwambia sikuhitaji. Sikupendi. Sho, sawa. Hebu fikiria, ni wanawake wangapi nimewacha nimekufuata wewe?
Ndio ujue Show mimi nakupenda wewe, au nataka nifanye nini labda ndio ujue nakupenda Show? Jaribu basi kuelewa hisia zangu kwako. Kwani wewe mtu akizungumza kitu uelewi? Zaidi ya sikupendi, sikuhitaji, usichokielewa kitu gani kutoka kwangu? Sikupendi. Sikupendi. Sawa Show. Unapata wapi ruhusa kugusa mwili wangu? Na ukiendelea na hizo tabia zako nitamwambia baba.